watoto wake ni neno lake. Mungu anafundisha kwa neno lake, na ndio maana lazima tujifunze neno la Mungu lililogawanywa katika usahihi, ili tusije tukaangukia kwenye mafundisho manyonge, mafundisho mapotofu. Kwa hiyo kitabu hiko cha Mwana wa Baba kilifundisha sifa na tabia za Mungu. Kwa hiyo leo nikipitia vitu fulani au niko katika mazingira fulani, siwezi kusema huyu ni Mungu, kwa sababu najua Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema, na ninapomwelekea, ninapomsogelea, namsogelea nikiwa na usahihi, najua kwamba huyu Mungu yoyote atakayemwomba huwa anampa. Haleluya. Lakini kitabu kingine cha tatu ambacho nishauri ukisoma kinaitwa namna ya kuheshimu maandiko matakatifu. Hichi ndio kilinipa nidhamu, tabia ya kunyofoa mistari kwa sababu ya uvivu, kwa sababu kushirika na Mungu na gharama kidogo, na ndio maana si watu wote wenye ushirika mzuri na Mungu. Mungu ameweka rahisi kwetu kushirikiana naye, lakini kutokana na uvivu wetu wa kiroho na wa kimwili, na kuto kuzingatia mambo, na kuto kudhamiria mambo, inatufanya tushindwe kuhusiana, kwa sababu itakuhitaji utumie muda wako kusoma neno, itakuhitaji utumie muda wako kuomba. Wakati watu wengine wamelala, itabidi wewe uamke na uombe. Hauwezi kupata zaidi kama haufanyi zaidi. Kama unataka kuwa Mkristo hatari, lazima ufanye mambo ya hatari, ikiwemo kuamka usiku kuomba, ikiwemo kuacha mambo yako mengine yaharibike kwa sababu ya kujenga ushirika na Mungu. Na Master mwenyewe anasema mtu ambaye hataki kuiangamiza nafsi yake Yesu anasema I call him master. Yeye ni master. Sawa. Napendanga sana mchungaji Kajela anapokuwa akisema kwamba Yesu anapokuwa anarekebisha baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vinaharibu taswira ya Mungu, anasema imeandikwa kwamba mpende ndugu yako na mchukie adui yako, lakini mimi nakwambia. Sasa anapigiaga mstari, lakini mimi nakwambia. Author, mwandishi ndio mwenye mamlaka ya kubadilisha kilichoandikwa. Anasema lakini mimi nawaambia. Basically habadilishi, ila waliokuwa wanamsikiliza walikuwa wanashindwa kuinterpret kila alichokuwa anasema. Kwa sababu ngoja nije mwenyewe alafu niwaelekeze vijana. Haleluya. Kwa hiyo namna ya kuheshimu maandiko matakatifu ni moja kati ya vitabu ambavyo vimenisaidia sana. Ili lengo langu ni kusisitiza ya kwamba Jumapili peke yake hazitoshi kumfanya wewe kuwa Mkristo imara.